Hujambo mtazamaji popote ulipo, karibu kwa Marriage Diaries. This is where we talk marriage. And a guest before us, imagine, he has been in marriage for quite some time. Atatuambia ni miaka ngapi, but he waited for a child for over 5 years, which is not easy. Today he's here. He wants to share his story in marriage, or rather his journey, so that maybe most of us can learn from his story na tutabarikiwa. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Yes, amen. Amina. This is a painful story ambapo nilikuwa nayo ilinipata. Na maybe kwa leo hii kunaweza kuwa kuna mtu ako katika hiyo hali ya ndoa. Ya hiyo hali ya kimaisha. Kwanza umeolewa miaka mingapi? Ama umekuwa kwa ndoa kwa miaka mingapi? Before niokoke. Sababu niliokoka mwaka wa 2002. Yani 2002. Tarehe 9 sijawahi sahau kwa sababu ilikuwa ni wokovu, ulikuwa ni wa machozi. Kutoka pande ile nzito, kuachana na miziko ya wenyewe ya hali ya giza, na kuingia katika nuru nikiwa nimekata kauli ya upande wa Mungu. So haikuwa jambo rahisi yangu. Na katika hali yangu ya kuoa, nikiwa upande wa giza ndio nimeanzia hapo. Nikiwa upande wa giza nilikuwa nimeoa, naoa mabibi wakienda nikiwa na watoto nini mpaka leo hii. Kuna bibi fulani yako mahali, hata bibi yangu mwenye niko naye wa ndoa anaelewa, anamjua hata kama hajawahi kumuona. Nilimueleza before marriage, kwa maana tulioana na harusi. Na nilifikiria kwa harusi ndio nikuzuri na siku baya, lakini changamoto zikanipata mingi. Shetani akaniambia itakunyorosha hapo umekuja, sababu kuna mafuta naona iko mbele yako. Lakini hapa mwanzo nitakufurugia hapa ile mafuta usifikie. So kwa ile kanisa mimi sikuwa nataka kuoa. Lakini vijana walikuwa pale kwa hiyo kanisa. Na sitataja ni kanisa gani. Miaka hiyo nilikuwa upande wa Kibera. Kanisa imejaa wasichana, imejaa vijana, na walikuwa na mapato. Nilikuwa nimetoka Mombasa kwa mambo zangu na sina kitu. Na wasichana wangeweza kunikumbali kwa sababu mimi niko chini kabisa. So sikuwa na njia zangu kama mimi ni mtu wa kuoa. Nilikuwa hata nikae tu miaka yangu na hiyo ishe namna hiyo. Na wale wako kule pande ya Mombasani, wao sasa wakae hivyo. Kila mtu abebe msalaba wake, lakini mimi nilikuwa nimeamua kubeba msalaba wangu. Lakini by that doing, katika hiyo hali ya ndoa nikawa natamani, mbona wakati nilikuwa kule kwa giza nilikuwa naitwa daddy. Nilikuwa naitwa. Sasa nikiwa bibi nitaanza kuitwa kukaa hivyo tu tukiangaliana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So nikachukua ndani ya moyo wangu, nataka bibi mwenye ako na mtoto mmoja ama wawili. Unaona? Ili niweze hata kuanzia ndani ya haraka. Sababu pia ulikuwa na watoto. Nilikuwa na watoto. Na can I tell you something? Kwa wale ambao ni dada zetu wakiwa ndani ya Yesu, wako ndani ya Yesu, hata ni wamama wamekalia ndoa na hata wako na mtoto ama watoto. Hata ukipendwa na mtu, jamaa akupende, mzee akupende, na uko na watoto, kitu ya kwanza ukae ukijua kuna mziko from yule mtoto kumtoa from the word. Huyu ni nani? Ni ango. Uwatoe from that word ango to daddy. Hiyo ni majina mawili tofauti. Kwa maana wakati unaanza kutembelea ule dada before marriage, katoto kana patia ango maji, patia ango kiti, patia ango chai. Unaona ango ameingia sana. So watu wakikuja wataitwa ango. Na baada ya muda kidogo kama mwaka mlikuwa mnachumbana, unakuta from the word ango. Sasa mkikuja kuoana either kwa giza ama kwa nuru, ango imeingia kwa damu ya mtoto. Sasa mkifika mahali mama anze kwa anakachapa kofi
anakamanda makofi mawili akambia hapa sasa si Angoo tena ni Ndadi. From kuka change hiyo the word Angoo to Ndadi. Hiyo ni glory to another. Ushikilie mahali pale. Wanaweza zifiwe. So you went through that, huh? You know, so nikiwa kwa hii church vijana wakaoana hapo haraka haraka na mimi nikawa siwezi pendwa na mtu. Lakini kumbe Mungu naye si adhumani. Akatoa mtu wangu kule alitoa. Sijui ni wapi alitoa. Na akaleta tu. By the way wale wanaongojea ndoa. Wakuwa na imani kuu sana kama hiyo yangu. Mimi nilikuwa nimekaa hivi tu. Na masaa hata ilikuwa masaa ya kanisa. Ilikuwa ni masaa ya hapa evening service. Nikiwa pale nimeng'edhia pale juu nilikuwa nimeokoka. Sijakuwa nimekomaa. Hata bibi sio alikuwa ameokoka ama hajaokoka. Nikiwa pale niko pale kwa ile kaketi yangu ya plastic kule kwa gate. Kumbe Mungu wangu Mungu amemtoa na huko. Anaingia. Kuingia hivi kupungua macho. Nikaona kitu imenipika kama macho mwangaza. Kustukia. Mwangaza. Nikaona kama amevaa pete kama hii yangu. Na hakuwa na pete njoo alikuja kunikalia wapi? Kunikalia hapa. Hakuwa anajua neno. Sasa mambo yanaongewa na hapo pamesemwa aje ninamwambia. Kumbe ndani yangu na ndani yake kuna kitu kimeingia. Unaona? Kama vile maandiko yanasema Jeremiah 2:2. Maandiko yanasema when I spoke to him something hindered. So kuna mtu wako ambao ukiongea jambo Mungu ana cause kitu inaanza hapo. Na mimi tukaanzia hapo nini kamfungulia hoteli. Sikuwa nimepanga kumuona, sikuwa napanga kufanya nini. Na baadaye huyo ndio alikuwa bibi wa ndoa. Nataka kuanzia hapa kwa ndoa sasa. Kwa hivyo sasa mkafanya harusi. Sasa tukafanya harusi. Baada ya kufanya harusi nilimpenda akiwa na mtoto challenges sasa. Mtoto alikuwa umri gani? Kalikuwa ni kasichana kama miaka 4 to 5. Okay. From Angoo to Ndadi. Hata nakaonanga kananifurahisha. Kalikuwa kasichana. Na hako ndio kalifanya nioe mamake. Sababu ilikuwa natamani kuitwa Ndadi. Na imagine ujue cha Mungu ni cha Mungu. Haikuchukua muda kakaanza kuniita Ndadi mpaka wa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So kutoka hapo na by the way tulizaa wengine. Lakini from hiyo duration ya harusi changamoto zikaingia mingi sana. Tulipoenda kule kwa nyumba bila alikuwa nimejipanga katika mood inaitwa honeymoon. Ikawa na changamoto mingi sana. Kufika kule bibi kuna mambo aliongea ikawa imeleta kidonda ndani ya moyo wangu. Kwa hivyo kuoa kwa harusi na hata kuoa kwa giza. Mambo kama gani hayo? Tulipofika aliniambia kitu moja. Kaniambia na imagine I think in the same day. Aliniangalia hivi kwa macho. Ona asi kawaida mwanamke dada ama nani kukuangalia kwa macho hivi. Watu wakimwangalia na angalianga chini kama anakupenda kweli. Unaona? Lakini akaniangalia hivi. Chenye nilikuwa nataka kwako nimepata. Kwa hivyo wewe ni kama sikuwa na haja na wewe. Kuna kile nilikuwa nataka. Ni nini hiyo? Katika mawazo yangu sikujua na sikuelewa, lakini nilichukua muda nikifikiria kwa nini ameniambia hivi. Jua hata kama ni mapenzi tunaenda vizuri, kila jambo iko sawa. Kupika nini. Lakini chenye alikuwa anataka kwangu amepa. Kumbe ilikuwa ni cheti. Cheti cha ndoa. Cheti cha ndoa. Inaitwa aje Kisungu, inaitwa marriage certificate. Good. Kuna death certificate, kuna marriage certificate. Unaona? So wakati hiyo kitu iliingia kwa mkono wake kwangu ikawa ni kama amenikalia chapati. Na hiyo ya chapati nitaiongelelea kwa sababu maandiko yanasema ni sisi wanaume tunavaa kukalia wa mama ama dada zetu chapati, lakini sio sisi tunavaa kukaliwa. Na hivi ndivyo chapati inaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na this is in biblical. In the book of Genesis 3:16. When God cast a woman, that is if alimwambia utaishi
maisha ya sorrow, uzito. Yaani unaona? Umechelewa wapi? Kila siku kanusu. Sijui nini sorrow. Yaani ma stress, ma pressure nini. Hiyo ndio mambo ya kwanza. Na ilitoka kwa Mungu, kwa kinywa cha Mungu. Haikutoka kwa mwanadamu. Kitu ya pili, akampatia kuishi kwa maisha ya pain. Nasikia kuzaa ni pain. Mwili hata kila wakati naumwa na hapa. Hii mgongo yangu, hii mguu yangu, hii kifua yangu, pain. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya tatu ilikuwa ni to desire of. That is in Genesis 3 verse 16. Desire of his husband. Lakini kwa vile siku hizi kuoa na kuoleka, huwezi kujua ni nani ameoa ama ameoleka. Si ajabu ni mwanaume na ameoleka. Si ajabu ni mwanamke na ameoleka. Hii yote imechanganyisha watu. So we find that desire, kabla hajaoleka, saa yote ni desire of man. That is God's will. Si ya mtu. Watu wanaona watu wanapitana wanaangaliana kwa nyuma. Nasikia yes please. Naona desire. Ya ine ilikuwa man to rule the wife. Lakini today chapati ni wife imekuwa reciprocal pande nyingine ya kwamba wife kukalia nani? Kukalia bwana. Hiyo sitaki kuiongelea sana. Kuna wakati tutakuja kuiongelea, lakini the Bible says in the book of Ecclesiastes 4 verse 11 na 12, two are better than one. So wakiwa wawili ni better than one. Why? Ndio nikuje nimalizie hapa kwa challenges. Hapo ndio nataka kumaliza saa hii. So they are better than one, kwa sababu hata mmoja akianguka, mmoja atainua mwingine. Na wao wawili, hiyo maandiko yanasema wakiangukania wawili watashikanisha njoto. Wow. Unaona? Na hiyo ndio Mungu alikuwa anataka. Tukuje hapa kwa nikimalizia upande wa challenges. Challenge ya pili, tulikaa for 5 years. Kwanza hujatuambia kwa nini alikuambia alikuambia alikugalia chapati. Maybe does it inaendelea paka sasa hivi ama mlitengeneza maneno? No, tulitengeneza maneno ikakuwa sawa. Ikaenda sawa, sasa iko sawa kabisa. Okay. Mambo yetu iko sawa. Na kukaliwa chapati kunatokana na uwezo wa bibi wa mapato uko juu na wa mzee uko chini. Okay. Na anasahau kwamba ulimwoa na harusi. Wewe ndio ulimwambia kulingana na maandiko. Hiyo ndio harusi peke yake. Inapatikana in the book of Malaki 2 verse 14. Maandiko yanasema na pale wawili walipoambiana hata kama ni kwa Kamuto, wanachunga ng'ombe, wako sokoni, wako huko Nairobi, kila mahali, God alikuwa watatu akiwa shahidi. So anasahau hiyo mambo yote. Wewe ndio ulimpenda, sio yeye alikupenda. Na hata kama alikupenda, sio ndio ulimwambia ukamchokoza. So hiyo hali baadaye kunipata nikawa nyota na yeye, na akachimbuka mambo yake ikawa mazuri sana ya kupendeza. Mpaka hata wa leo tunaongea. Anaongea Kisungu, nikiongea Kiswahili ama Kikamba. Unaona? Cha muhimu mko pamoja. Kwa hivyo now umesema sasa tuende kwa kupata mtoto. Kulikuwaje? Nilishangaa sana. Na nikajiuliza maswali mingi. Kama vile nilijiuliza mambo ya cheti. Lakini maswali ya mtoto nilijiuliza hivi. Maybe katika challenges za ndoa unaweza patana na yule dada sawa ambao umemchumba na umemuoa. Na saa hiyo mmepatana, maybe alikuwa katika hali zake. Alikuwa amejiweka bila kutaka mtoto wa haraka. Ndio aweze kuoleka. Na either akapata hizi sindano za family planning. Na hii wakati mmepatana, hii ni kuongea naongea. Ndio niweze kueleweka vizuri na ni vizuri pia na ni vibaya pia. So alikuwa amepata sindano ya miaka ngapi? 5. Na hawezi akakwambia hiyo ni siri yake. Kuna siri ya Mungu, siri ya shetani, siri ya mwanadamu, na ile nyingine inaitangwa siri kali, siri ya serikali. Hizo sitaki kusiongea, tutakuja ongea. Nao katika hii sijui kama kulienda namna gani. Kama ilikuwa ni hiyo sindano ama ilikuwa ni tukakaa miaka 5. Ndio ile pale shamba. Sawa shamba niko sawa. Nalima vizuri. Hata kama before kuokoka
kama nilikuwa vile nilivyokuwa. Unaona? Lakini sasa hii niko na mke kwa nyumba. Sasa miaka 5 nikaanza kujiuliza maswali. Na siku moja nikamwambia twende kwa kanisa fulani. Twende tukaombe huko. Kumbe tulikuwa ndani ya Mungu. Na wakati tulipoenda huko hiyo kanisa, tukatoka ile kanisa ilikuwa nikikwambia. Ambapo inasema hivi hiyo kanisa. Yaani nimezaliwa kwa hii kanisa, inapatikana katika kitabu cha John 4:20. Yule mwanamke Msamaria na Yesu akimwambia sisi kwetu ni huko mlimani kwa baba yetu ya Yakobo. Mahali huko kuna chinja mambuzi, kuna ndazbi, kuna rosali, kuna hii na hii. Kwetu ni huko ndio tunaabudu Mungu. Lakini nyinyi, unajua nyinyi Wayahudi na Wasamaria tuchangamani pamoja. Nini tunaulizana na nyinyi mnaabudu Mungu huko Yerusalemu. So kuna watu wamejibana kwa kanisa fulani akiwa amebebana na mizigo ako pale kwa miaka nenda miaka rudi. Kama pale hakuna naziambia watu watoke kwa makanisa yao. Lakini kama hakuna changes to where you are, kama hakuna baraka zako, hakuna utofauti, kama hakuna financial, kama hakuna maendeleo, kama hakuna step forward, get out from that place. Hata Mungu anaambia Abraham, get out from this place. So tulipoenda kwa church nyingine, ona vile pastor alisema na hapa kwa hii kanisa. By the way, we have to respect men of God. The anointed men of God. Tusiwahi kuwadharau. Na mimi sikuwa namjua. Na akasema hivi simple and clear. Hapa kuna watu wamekaa kwa ndoa kwa muda mrefu wakitarajia mtoto. Sana wamelia machozi. Kabla hajamaliza hiyo story, nilikuwa nasema na hii si ni yangu. Na Eliza akata naona amechukua muda kuongea. Kitambo amalize. Nilikuwa nimeshika ndugu bibi na ni vizuri bibi akikaa hapa karibu. Nilikuwa machozi imetelika, nilikuwa nishamshika mkono na ninataka kumwambia sasa akimaliza tu. Unaona kama angekuwa mbali kama yule wanani alikuwa ni wanani yule bibi wa Adam alipoenda hauti alienda kushikania na nyoka huko hauti na mambo yakachafuka akadanganywa akaingia kwa madhambi. Kama angekuwa karibu na ingawaje ilikuwa ni mpango wa Mungu. So kitambo malize nikakamata bibi na tukaenda kuwekelewa mikono na kutamka neno kama ile natamkia watu wangu leo. Surely the same day. Ilikuwa ni kama ile ya malaika wale watatu na Abraham. I think hiyo siku na nikaapa nikasema hata kama mapenzi itakuja nitajilazimisha. Tafadhali. Hiyo siku na I think hiyo siku ya ndio mtoto msichana na tukamwita Blessing Mweni. Liko lokisi. Rikanda shando ya Masaya. Mungu ni mkubwa huyu. Surely. Unaona? Si tukapata mtoto after 5 years. Surely hata pastor natamaningi. Security gani? Alitamka surely alikuwa anaitwa Pastor Yungu. Kutoka Kawangwale. Pastor Yungu kutoka Kawangwale. Mungu tu anisamehe kwa kumtamka, lakini he blessed my heart and from there nikaanza kupata kizazi, nikapata kijana, nikapata yani hallelujah. Wow. Kwa hivyo kuna watu wanapitia tu struggles za kupata watoto, labda si kupenda kwao, sio family planning, labda ni kitu tu kimewashika. Amina. Hapo napo kuna hii inaitwa nilikuwa nazungumzia inaitwa madhabahu ya kurushia mtu. Unakuta mwingine mama ya mzee akupendi. Unaona? Hata kidogo hakuwa anataka uje oleke kwa hiyo mboma. Now that is your sasa kuna maroho fulani. Hizi vitu zote unaona zinamshika. Ni vitu za kutoka kwa familia. Vita inatokanga kwa familia. Ama kama ni vita ingine huko unaishi town, unapata wale watu kama ni biashara hapa kwa hapa, vita ni hapa. Yule mtu ako karibu ndio anakupatianga vita. Unaona? So unapata unarushiwa roho fulani anakukunguza kwa tumbo. Tumbo ya mtoto inafungwa. Unaona? Inafungwa, unapata mzee ndio huyu hapa ameng'ang'ana for 20 years, 15 years, 4 years. Amevunjika moyo, na hiyo ni kitu inaweza fanya mtu atoke nje apate magonjwa na huko. Sababu anashindwa, nilikuwa naoa nipate mtoto. Kumeenda ABCD. Kumbe si mambo na Mungu. Kulienda hivi chini ya maji.
Mwanamke akakalishwa hapa akatweke Tondo Mali. Tondo Mali ni dimmed. Yani kila mambo yako umefungwa anga. Milango yote kila kitu unafungiwa, unakuwa mbele na nyuma na nyota zenu zinachukuliwa, unakuta azimo tena sifanyi kazi na ile fahamu na ile radha ilikuwa mtu anaitwa fulani anaitika. Hizo zote zinachukuliwa na zinaanza kukuliwa na watu. Unakuta maisha yenu hata watoto mtakao kuzaa ama mnaishi hata bila watoto. Na maisha ya machozi, maisha ya kilio. Hizo ni challenges mingi unapata watu wanapitia. So uko na watu wangapi sasa hivi? Sasa hii katika hesabu yangu tulipoketi chini na mama tulikaa kwa meza kwa watoto. Huyu wa ndoa sasa ambao niko na pete yake. Unaona? Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa nataka 10. 10? Yes. Nilikuwa nataka 10. Napenda watoto sana. Watoto ni utajiri, ni mali. Unakuja unafikia wakati miaka inaenda kama njua. Inatoka hapa asubuhi inaenda pande ile. So unapata simu iko hapa. Mom, umekunywa chai? Daddy, umekula nini? Ngawaje watoto wakikuwa wakubwa wananyemelea upande wa mama, wanaachana na daddy. Lakini kama tu uliwasomesha, uliwalinda, pia ni gharama, lazima ugharamike. Nani pale kwa nyumba hata ukingharamika na wamama wasisikie hivyo waniambie niko mbaya. Poleni wamama na wazee. Tunapaa kufunza watoto ya kwamba pande zote mbili zinasaidia, sio mzee mumesomesha watoto wameng'ang'ana, wameisha nguvu, umeuza kila kitu na watoto wananyemelea pande ya mama na upande wa mzee anakufa maskini. Ukikuja pale unakutana kaburi ni ya mzee. Na ya mama hakuna, na watoto wako hapo. So tuko na wawili tu. Na niko na machozi. Sitasema niongeze. Sababu nataka watoto, lakini sasa si unaona nimefungwa na sheria. Sheria ndio hii hapa. Lakini mimi si wa sheria ya Musa, niko wa grace ya Yesu. Before Christ it was sheria. Hatumefungwa na nini? Sheria pete. Unaona pete? Hii ndio mama aliniweka. Siku ya harusi. Na mimi nikamweka. So sheria ilikuwa ni wakati wa Wayahudi. Unaona, before Christ. Lakini after Christ ikawa ni Jesus within grace. Na hiyo neema haijasema tuingie kwa madhambi, haijasema mpango wa kando, haijasema nini, isipokuwa kitu moja imesema. Kwa wale wa mama wameoleka. Hiyo ninazungumzia wale wameoleka peke yake. Hiyo neema. Ama hiyo sheria, ama hiyo hali. In the book, wale ambao watakuwa pata hiyo mstari. In the book of Esther 1. Ukiteremka kidogo utapatana na kamstari pale kanaongea watu watatu. Sijui kama umekapata. Anaitwa Esther na mfalme. Huyu alikuwa anaitwa nani? Mfalme, na then kuna huyu bibi yake wa kwanza. Alikuwa anaitwa nipatie jina. Nitampata sahi. So mfalme alisema hivi, nataka kuweka boka ambao marafiki zangu na wafalme na wafanyikazi wangu wakuje tukule, niwapigie tukule. Na wajue tena sina mpango wa kando, niko na bibi. Unaona? Fasiti, bibi alikuwa anaitwa Fasiti. So the Bible says wakati huyo bibi alikuja akafanya nini? Akaitwa. Badala ya kuje cheki majestically, akitingisha kidogo, akanyange vizuri kama bibi ya mfalme na watu wake. Wale wengine wameze wembe ama wasikie vile watasikia, njoo alikuwa ni kijimwanamke kilikuwa kimeumbika katika hiyo inchi kupita wale wanawake wengine. Akakataa kukuja. Na hii jambo ikakazilisha mfalme. Nataka nieleze wa mama, shika kilo lilicho nacho vizuri sana. Sababu kama utashika utapata kuponyoka na kimeenda. That is God's word. Siyasema watu waoe nini ama nini. Now wakati alikataa kuoa, aliita wazee, mnaona hii aibu nimeipata, tufanye nini? Wazee walimwambia hivi, katika kila county, unaona, yote ita msichana moja uweke hapa kwa nyumba. Na katika hiyo hali ya kuweka kwa nyumba kulikuwa kila siku mmoja anaenda anachafuliwa na mfalme kutoka saa 12 mpaka jioni. Nikimalizia nasema hivi, Esther hapo akapata opportunity ya kuitwa bibi wa mfalme badala ya Vasiti.
Chunga dada zangu wa mama nani ambao mmeshika hicho ulicho nacho, hata kama anakunywa kamnyezo, hata kama anakula tofitu yake kama nini, chunga hiyo ili Mungu asiachilie iende na mwingine. Amen. Kwa hivyo ningeomba uzungumze tu na watu ambao katika hiyo hali ya kungoja, in that waiting period. Kuna mtu alisema kwamba hata miezi 6 sio rahisi kungoja ukingojea mtoto. Je, miaka 5 wewe ulingoja ukafaulu? Wengine wamengoja miaka 20, wengine 15. Just talk to that person. Yes, leave a word to him. Ile kitu naweza kuhimiza watu katika hiyo, wengine hata wengine wanatakanga miezi miwili kama wameolea, kama wanalala na bwana, ndio kuna siri katika mapenzi. Wanatakanga baada ya muda kidogo apate watoto. Katika yani ile kitu inaitwa ndoa, maana yake ni mwanzie na watoto, kuitanishwa, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Ile kitu naweza kuhimiza wale watu, kitu ya kwanza, kuwa mvumilivu, be patient, kwa maana God's time is the appointed time of God. Ikifika kama ile ya Sara, alichukua 99 na akapata mtoto kwa wakati ambao hakuwa anatarajia. Vumilia. Tena namba 2, tafuteni sana kuwa ukaribu na mtumishi wa Mungu. Atakapotamka jambo, just to send a word, inaweza ingia, because mambo ni maneno Mungu, neno ya Mungu inasema, neno ya Mungu ni kama upanga ukatao kuwili unaingia ndani ya mishipa, ndani ya hiyo nyumba ya mtoto, ndani ya everywhere. Pale kuna kansa, pale kuna fibroids, maugonjwa yote na kizazi ya mtoto. Gojia hiyo neno atamke na uone mabadiliko. Nimesemea mmoja akiwa US, naitwa Mary. Pole sana Mary kwa security ya kukutaja. Na nikamwambia Mary, uko na mzee yako mbali, unaweza mtumia fare? Nitamtumia fare. Na akamtumia. Baadaye aliniambia mambo ilienda sawa, ndio nilitamka neno akiwa US. So ile tuko si mambo na kauti kuita vitu zikuje. It's just to send a word. The Bible says he sent a word and the word healed. Hiyo neno peke yake ni neno ya Mungu na itakuponya. Kana mzee na usiachilie. Amen. All right, thank you so much, and maybe you can just leave them your number in case someone has gone through the same, anataka encouragement or a word of prayer. Just leave them your number. Amen. Nimesema tena kwa majina, naitwa Pastor Shandwa Kamuya na nimeokoka. Yesu ni Bwana, mimi ni mchungaji. Then namba yangu ile ambao utaweza kuniita either kwa support ministry ama kutaka tuongee kuhusu mambo shida ulizo nazo zote, hata kama ni shida gani, usione haya, tutaongea kwa simu. Then namba yangu 0720 60 83 65 au 0742 17 18 13. Hizo namba mbili zitakusaidia kitambo nipate ya Airtel, na tutaongea na Mungu wa mbingu awabariki na waponye na waonekanie through the word of God. Nyote mpokee uponyaji na amani ya Bwana iwe juu yenu. Amen. Thank you so much, Pastor Shadrach. Pass our regards to your wife, to your lovely wife, and your children. Amen. This is Marriage Diaries, where we talk marriage, and marriage was ordained by God himself. So we respect marriage, and lazima kieleweke. Yes. Ndoa lazima iwaka. Thank you so much. Amen. God bless you.